akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama ni mapya. Nataka ufahamu kiumbe kipya akijaelezewa kinatisha kiasi gani, kiumbe kipya akijaelezewa kinavutia kiasi gani. Lakini tukisoma hii Biblia, wako watu waliofanywa viumbe vipya. Yesu alipewa jina jipya baada ya harakati za hapa na pale. Alipopewa jina jipya kilikuwa ni kitu kingine. Yeye alikuwa sasa hasafiri kupitia punda, hasafiri kupitia gari. Yeye mkijifungia mlango anatokea hapo hapo, anasema amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Huyo akawa na jina jipya, huyo akawa kiumbe kipya. Kwa hiyo kitu ambacho nahangaika nacho hapa, kiumbe kipya sio kwanza kuvaa suruali za vitambaa, sio kwanza kusema Bwana asifiwe. Kuwa kiumbe kipya ni kila kitu kubadilika. Sura yako inabadilika, maneno yako yanabadilika. Ukisema huyu acha na acha, ukisema huyu nyamaza na nyamaza, ukisema huyu kaa chini na kaa chini, bila kudharisha cheo chake, bila kudharisha umri wake, bila kudharisha uwezo wake, kwa sababu neno la Mungu na imani iko juu ya uwezo wote na mamlaka yote. Hivyo vitu utaviona kwa kina Elisha. Elisha, wako watu wameenda kumkamata, akamwambia Mungu apige kwa upofu wao. Siku ya kwanza kuna watu walisema paa wewe mwenye upaa. Akasema mnanitania mimi, mwisho wa kutaniwa. Dubu tokeni poleni walalueni hapa. Walipolalulia watu wengine wakashika adabu. Wengine watu wakasema jamaa sio wa kuchezewa. Kuna siku jeshi limeenda kumkamata, akasema Mungu apige upofu wao. Walipopigwa upofu, yuko kijijini shamba, yuko kijijini. Walipopigwa upofu akawachukua, akawapeleka kwa mfalme. Anafika kwa mfalme, mfalme anamuuliza, anasema baba yangu hawa ni wapiga. Akasema wapiga wewe ndio umewaleta. Huyo ni nabii, anaishi porini, hana nyumba, hana nyumba. Kuna kitu nataka nikwambie mtu wa Chabalisa, nataka nikwambie mtu wa Nyamitoko, haijalishi unaishi wapi, haijalishi una hali gani. Kwanza after all, zaidi ya hayo nataka ujue neno la Mungu huwa linawatafuta wanyonge kama wewe. Huwa linawatafuta wa kawaida kama wewe. Huwa linawatafuta wanaoonekana kama hawana mwelekeo kama wewe. Kwa hiyo nasema hivi, hapa nilipo mimi nadhani kwa sehemu ninaelekea, sijafika ndio. Sijafika ndio. Sijawa ndio, lakini nadhani na wewe unaona kuna kadalili kanaelekea. Kuna kadalili kanaelekea, nasema jamaa ni kama hayuko mbali na ile destination, na pale mwisho tulipotakiwa kuwa ni kama yuko mbali. Sasa mimi nilikuwa kijijini kama wewe, nisema kwa story nilizokuambia, na wewe unajua kabisa kwamba